katika njia ya Bwana, naye hataiacha kamwe. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana walimu wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana mchungaji wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Tunaweza tukiwezeshwa, kumbe tunaweza kufundishwa, kumbe tunaweza tukiwezeshwa, kumbe tunaweza fundishwa, kumbe tunaweza tukiwezeshwa, kumbe tunaweza kufundishwa, ilivyokuwapo ni wazazi kufundishwa, isipofikapo ni wazazi mtoto katika njia ya Bwana, naye hataiacha kamwe. Katika njia ya Bwana, naye hataiacha kamwe. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana walimu wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana mchungaji wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Mlee mtoto katika njia ya Bwana, naye hataiacha kamwe. Katika njia ya Bwana, naye hataiacha kamwe. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana walimu wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Asante sana wazazi wangu kwa kunilea njia ya Bwana. Asante sana mchungaji wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Wabariki, Mungu awabariki, wabariki.
mchungaji wangu kwa kunifundisha njia ya Bwana. Amen. Amen. Watoto wa Mungu, ni asante sana kwa sababu ya wimbo mzuri ambaye tumepewa na kijana wetu anaitwa Anton kutoka Tanzania, na ni ujumbe mzuri sana ambaye uko juu ya maisha yetu jioni ya leo. Mtoto wa Mungu, ninaposhiriki pamoja na wewe ujumbe huu mfupi kuhusu mtoto, maana ujumbe huu kuhusu mtoto, watoto waheshimu wazazi wao. Ujumbe huu unaonekana ni kama watoto wadogo, lakini ujumbe huu haumaanishi watoto wadogo peke yao. Na nakumbuka kwamba mistari hii pia tulisoma kitabu kama cha Efeso, tulifunzwa sana tukiwa watoto wadogo kwenye makanisa zetu, na tukajua kwamba ni vitabu vya watoto, lakini ukiangalia kwenye maandiko sio vitabu vya watoto. Kitabu hiki kiliandikiwa watu wazima, lakini sisi tumekichukua tumekiweka kwenye shule ya Jumapili tukisema kwamba ni watoto wadogo. Lakini leo nataka nikukumbushe mtoto wa Mungu ya kwamba mstari huu una maana sana, ama kitabu hiki cha Efeso mlango wake wa 6 mstari wake wa 1 na wa 2, wa 3 na wa 4 ni mistari ambayo siku ya leo pia inatuhusu sisi watu wazima. Watoto wa Mungu, inategemea kubarikiwa kwetu na kwenda mbali pia kwenye maisha iwapo pia tunawarespect wazazi wetu. Wakati mwingine watu wengine wanakaa kwenye maisha yao ni kana kwamba wao hawakuzaliwa na mtu yoyote, hawajali wale wazee wake walio kule manyumbani, hawezi akawajali kwa chochote. Anapopata hela zake yeye anakula na familia yake, lakini maandiko hayasemi hivyo. Watoto wa Mungu, maandiko yako wazi siku ya leo ya kwamba tunapaswa kuheshimu wazazi wetu. Kuheshimu tu si kwamba wanapotutuma mahali tunakimbia mbio, lakini ni zaidi ya vile tunavyofikiria. Na ndio sababu siku ya leo watoto wa Mungu napenda tukumbushane nanyi neno la Mungu siku ya leo ambapo lilisoma tukiwa kwenye shule za Jumapili, tukiwa watoto wadogo kwenye Sunday school, kama Mungu alikubariki ukapita kule. Na pia tuko na wazazi ambaye, na maandiko haya yanahusu pia wazazi wote wawili. Kuna wazazi wa kiroho na pia wazazi wa kimwili. Iwapo Mungu amekubariki na uko na mzazi wa kiroho, pia shukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Watu wengine tulizaliwa na wazazi wa kiroho kisha wakaenda zao hawana shughuli na watoto wao wa kiroho, na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Lakini kama uko na mzazi wako wa kiroho, ni vema kukaa naye karibu ili kwamba aweze kusaidia, kwa sababu kwa umbali ambao umeufika pia imetegemea na wazazi wako wa kimwili na pia wazazi wako wa kiroho. Na kwa sababu ya hiyo, wacha tuanze na wazazi wetu wa kimwili waliotuzaa sisi na kutulea na kutufanya tufike mahali ambapo tupo leo. Na hebu kwanza tusome kitabu cha Waefeso mlango wake wa 6 na mstari wake wa 1. Neno la Mungu anasema kwamba children obey your parents in the Lord, for this is right. Mstari wa 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Jambo la mstari wa 3, that it may go well with you and that you may enjoy long life on earth. Mstari wa 4, father, do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Mstari wa 5, slave. Okay, hapo inaongea kuhusu slavery, tuachana hapo. Watoto wa Mungu, siku ya leo mstari huu tulikuwa tunaukariri sana tukiwa kwenye shule za Jumapili, baada ya tukiwa kwenye shule za Jumapili, na wengine hawakujaliwa lakini walikuja wakaelewa baadaye. Neno hili katika mlango huu inamaanisha wazazi wote yani inamaanisha watoto, watu wazima. Leo hii uko na mzazi. Kama Mungu alikubariki, bado uko na mzazi. Wewe ni mtoto wa yule mzazi. Ikiwa wewe ni mtu mzima, ndio una watoto wako, lakini una mzazi nyumbani, wewe bado ni mtoto wa ile familia, na bado ule mzazi anajua kwamba wewe ni mtoto wake. Sheria hii ya kuheshimu wazazi iko kwetu hata kama sisi tukiwa, so long as tuko na wazazi wetu. Amri hii inasema kwamba, na amri hii ni ya kwanza kwetu. Ninapoongea siku ya leo maneno haya, roho yangu ina uzito sana, kwa sababu kuna watu ambao wamewatelekeza wazazi wao.
wao wamewadharau wazazi wao na kuachilia wazazi wao. Na unajua kuna kipindi ambacho wazee wetu wanakuwa wazee wakubwa, na kwa hivyo wanahitaji msaada, wanahitaji mtu wa kuwa pamoja nao, wanahitaji mtu wa kuwatunza, wanahitaji kusaidiwa. Lakini mara kwa mara sisi kama watu wazima tunapokuwa na familia zetu, tunaachana na mama kabisa, tunasahau kwamba wanahitaji watunzwe, wanahitaji kuangaliwa. Na ndio sababu unapata ya kwamba kwenye maisha tunahangaika. Leo hii tunahangaika makanisa. Mtu unatoka kwenye kanisa hili unakwenda kwenye kanisa lingine, unasema umelaaniwa, mambo hayakwendi vizuri. Si kwa sababu ati kwamba mambo hayakwendi vizuri kwa sababu huenda ikawa umelaaniwa, yani ni kwa sababu haujarespect your parents. Maana mstari wa kwanza nasema kwamba children obey your parents in the Lord for this is right. Alafu mstari wa pili ni uko na angalizo sana, nasema honor your father and mother which is the first commandment with a promise. Kwa hivyo kumheshimu baba na mama ni amri ya kwanza kwenye neno la Mungu. Na mstari wa tatu nasema kwamba that it may go well with you, so that it may go well with you. You have to take that point first as we continue. You have, first of all, you need to obey you need to obey your parents. And the Bible says that it may go well with you. The more you obey your parents, the more you obey your mama and your father, the more you pay attention to them, the more you help them, the Bible says that it will go well with you. In town, in everything you do, it will go well with you. But in opposite of that word, if you will not obey your parents, if you will not pay attention to your parent, then it will go wrong with you. That's why everything you try to do will not succeed, because you are against the command of the Lord that says that obey your parents so that you may live long, and so that it may go well with you. If you obey your parents, if you do something for them, if you take care for your parents, then be sure that your life also your life will be long in this world. So it is better to understand that, and the Lord will bless us together. So, and also in verse 4, the Bible says that the fathers do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Remember, this is word for the people who knows Christ, who knows God. The Bible says that we have also to bring up our children in the Lord's way. That is how the Bible says also in the book of Proverbs, chapter 26, verse 6. The Bible says, let me see it first as we continue. Chapter 22, verse 6, the Bible says about that train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. I have a lot to speak about training your child, because nowadays we see things is not the way we were, or things is not the way it should be, or according to the Bible. Because now you have children that is not the children that they are not obedient. They can do everything they want. That's why unapata kwamba kuna shida nyingi na kizazi hiki, kwa sababu hatuwalei pia watoto kwa njia za Mungu. Leo hii watoto wa Mungu, sisi pia tukiwa watoto wa watu wengine, wacha tuwajali wazazi wetu, tuwajali wazazi wetu wa mwili. Tuwajali wazazi wetu wa mwili. Mzee wako, mama yako mzazi, babako mzazi anateseka nyumbani, wewe unapata hela zako, unakula na mke wako, unakula na watoto wako, aujali wazazi wako. Hiyo ni laana, mtoto wa Mungu, na itakuwa mbaya zaidi na wewe katika ulimwengu huu, maana itakusumbua unapojaribu kufanya mradi wowote, hutasimama, maana kwa sababu kuna wazazi wanalia mahali. Unapopata kitu, kumbuka wazee wako. Wale ni wazee saizi. Kama wewe una watoto kama 5 siku ya leo, angalia wazazi wako na umri gani. Waheshimu wazazi wako. Unapopata kitu, shiriki na wazazi wako. Wacha kupuuza, maana Biblia inasema kwenye mstari wa 3 ya kwamba unapofanya hivyo yatakuwa sawa na wewe. It means that kile utakuwa ukikifanya kitafanikiwa, kile unachokifanya kitaendelea, kwa sababu wewe unawajali wazazi wako. Na Biblia inasema pia kuwajali wazazi wetu na kuheshimu wazazi wetu, hiyo ni amri ya kwanza, watoto wa Mungu. This is the first commandment. Ni amri ya kwanza, ni amri ambayo ina nini? Yani
ni amri ambayo iko na ahadi ya kwamba unapomheshimu mzazi pia utakaa maisha mema. Unapomheshimu mzazi wako na kumjali pia wewe Mungu atakupa maisha mema, kumaanisha hata wewe wakati wako uzeeni Mungu atasababisha wale watoto wa kuheshimu. Mungu atasababisha wale watoto wakupende. Mungu atasababisha wale watoto wakusaidie. Na that's why kuna msemo unasema kwamba what comes around goes around, ama what goes around comes around. Vile mzungu alivyoongea. Watoto wa Mungu, tuwaheshimu wazazi wetu. Unapopata chochote, umepata 2,000, umepata 5,000, wacha kula wewe mwenyewe na watoto wako. Unasema kwamba ati mahitaji haitoshi. Kumbuka mzee wako nyumbani. Unapopata hela zako kwa mkono siku ya leo, kumbuka wazazi wako nyumbani, maana inampendeza Mungu. Watoto wa Mungu, leo nashiriki pamoja na wewe. Neno hili tumelichukua sana, kitabu cha Efeso mlango wa 6, kwamba ni kitabu cha watoto wa Sunday School, lakini kinatuhusu sisi leo. Wewe uko na watoto wako. Wewe una watoto wako, lazima watunze watoto wako, ili kwamba wale watoto tunawasomesha watoto wetu, tunawajali watoto wetu, na pia tunatetemeka sana ikiwa tutakuwa wazee na tu kushughulikia watoto wetu, maisha yetu yataendaje? Wewe tunakuwa na uoga wa namna hiyo. Ikiwa unataka uoga kama huo na mambo kama yasikukute, kumbuka mzazi wako nyumbani. Mungu atasababisha watoto wako kukumbuke. Mungu atasababisha watoto wako wakati wamegrow, Mungu amewalinda, amewasaidia, watakusaidia kwa sababu umesimama na wazazi wako. Lakini sisi tunakuja mjini, tunasahau, tunafanya mambo yetu ambayo haimpendezi Mungu. Watoto wa Mungu, tuwakumbuke wazazi wetu. Unapopata 500, unapopata shilingi 1,000, kumbuka mzazi wako. Unapokula unashiba, unapokula unamea kitambi, kumbuka mzazi wako. Kule nyumbani mkumbuke, maana ni muhimu. Hii ni ahadi na Mungu naye atakubariki sana. Mtoto wa Mungu, unaponisikiliza neno hili, hii sio video tu kwa sababu naitoa kwa sababu ya kuitoa, lakini ndani ya moyo wangu nasikia uchungu, maana watu wengi wamekuja mijini wakawasahau wazazi wao completely. They have forgotten their parents. That's why also they struggle. Maana ikiwa wewe hautamjali mzazi wako, pia kama pia wewe hautamjali mzazi wako, pia Mungu atasababisha struggle hapa mjini. Ata make sure kwamba unang'ang'ana sana, because you are not obedient to your parent, because this is the first commandment of God. You have to obey your parents so that you may live long. Without that, then you will struggle here in town. And remember also, in the book of Deuteronomy chapter 28, the Bible says that verse 1 down there, that is the word that blesses my heart always. The Bible says very clearly that if you carefully listen the voice of the Lord and you do according to what he commands you, the Bible says that you shall be blessed first in the town, then you'll be blessed in uko mashambani. You have to understand that there is a blessing when you stand and when you hear the voice of the Lord. Again, there is a parents that wale walikulea kiroho. Leo hii niko vile nilivyo hivyo kwa sababu ya wale walionilea kiroho. Bwana asifiwe. Tunasimamaje na tunaunganikaje na kuwajali vipi? Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mtoto wa Mungu, nilitaka nikuongeleshe hayo ili kwamba tuelewe ya kwamba tunachokifanya siku zote ni kinyume cha mapenzi ya Mungu. Tunakula, tunashiba, tunawalea watoto wetu, lakini watoto wetu wanafeli in life kwa sababu hatukuwajali pia wazazi wetu. Na kwa sababu kutokuwajali pia Mungu ana make sure kwamba watoto wetu wanafeli kimaisha, wanasomeshwa, wanapata kazi nzuri, lakini hiyo kazi inakuja kuharibika baadaye. Hawakujali, hawakuangalii kwa sababu tuliweka mbegu mbaya katika maisha. Lakini leo mtoto wa Mungu, nataka nikukumbusha ya kwamba when you find something in your hands, maybe you have 500, 5,000, 1,000, 100,000, remember your parents, remember your mother. If she's still alive, remember her. If also remember your father. If he is still around, remember him. Give him something so that he may bless you. The more you do that, the more God will protect you. May the Lord Father of heaven bless you. And I would like to pray for you so that you may have that heart of helping your parents, and God will bless you. Let's pray. Our dear Heavenly Father, this moment I thank you for this listener. He's listening and he's watching wherever he is. I pray, my Heavenly Father, that you may touch him.
Touch him or her wherever they are. Give them the spirit of understanding to help their parents, because many of them, they have forgotten their parents. They preach, they do everything, but they have forgotten their parents, my Father. That's why their children, they will suffer, and they will also, they will suffer because what they have done is not right. I pray, my Father, that each and everyone who will listen to this and see and watch it, God will turn his heart or heart to their parents, so they may respect their parents and the elder parents. Father, I thank you. Bless them. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. I'm Pastor Joel. Shalom.